So Dr. mpenzi mtazamaji, sita juu ya alama bila shaka zimegonga popote pale ulipo. Karibu kwenye sehemu yetu ya jarida. Kila siku ya Ijumaa huwa tunaangazia matukio ambayo yamekuwa kigonga vichwa vya habari kwenye wiki nzima. Kumbuka ni wiki ambayo kilele chake kinatamatika, wengi wakiwa na subra kuhusiana na wiki kesho ambayo Rais William Ruto anatarajiwa kutangaza baraza jipya la mawaziri. Je, ni kina nani watakuwemo pale, ikizingatiwa kwamba kuna matarajio mengi kutoka kwa baraza hilo jipya ambalo litakuwa la mawaziri. Hayo yote tutakuwa tunaangazia hapa kwenye jarida, na niko na wageni wangu, siko peke yangu hapa. Karibu na mimi niko na Francis Omondi. Huyu ni kutoka shirika la Linda Comrades, chuo kikuu cha Nairobi. Ni Gen Z huyu. Karibu sana Michael. Ama huyu sio Gen Z? Asante sana. Mimi ni Gen Z. Wewe ni Gen Z? Gen Z aswa kabisa. Aha, sawa. Utakuwa unazungumzia yale ambayo yanawasibu nyinyi, hususan kama wale ambao ni viongozi wa wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Vile vile mtazamaji, tuko na Michael Soi, pia yeye ni kiongozi wa wanafunzi kutoka muungano wa mashirika la UNSA, ukipenda muungano wa wanafunzi Students Association pale University of Nairobi. Karibu sana Soi. Asante sana. Hujambo? Pia ni Gen Z? Mimi pia ni Gen Z damu na kiumri. Aha, karibuni sana. Na mpenzi mtazamaji, bila shaka tunamtarajia wakati wote kutoka sasa wakili Gibson Gesare atakuwa anaungana nasi hapa ili tuendelee kuangazia matukio ya wiki nzima. Karibu, mimi ni Cecilia wa Kesho Mathuva. Moja kwa moja ningetaka tuanze hapa. Karibu, kuna swala ambalo limejitokeza wiki hii na litakuwa linafululiza hadi wiki ijayo, limekuwepo wiki jana. Swala zima la baraza la mawaziri. Kumbuka mojawapo wa yale mambo ambayo Gen Z ama maandamano ya Gen Z yalikuwa yakishinikiza ni utawala bora, na basi rais akafikia kwamba iwapo watu hawakubaliani na baraza ambalo lilikuwepo basi akalifutilia mbali, na kwa sasa tunatarajia kwamba kutakuwa na ipya. Sijui wewe mwenyewe unatarajia yapi kuhusiana na wale ambao sasa watakuwa wafanyakazi wake wa kuendeleza shughuli pale za serikali? Ningesema kwamba mambo yaliwekwa bayana, mambo yaliwekwa wazi, na Gen Z waliongea, na wanachopigania sana au kile ambacho wanataka yafanyike ni tuwe na watu ambao wanatekeleza wajukumu wao, watu ambao wanaelewa ni nini ambacho wamewekwa wafanye. Hakuna mengi tutakuwa tunayatarajia. Leo tukuwe na watu ambao wanawajibika kazini. Nadhani Kenya itakuwa sawa. Ukisema watu ambao wanawajibika kazini, ni watu wa aina hao? Kwani hao ambao wamekuwa kwa mtazamo wako hawako wakiwajibika kwenye utendakazi wao? Kusema ukweli, ukiangalia hata matendo ambao wamekuwa wakiyafanya yamekuwa mambo ya kukera sana katika uso ya raia, yamekuwa ni mambo yanakera sana. Ni watu ambao tunaweza sema walikuwa wanatumikia umamlaka au walikuwa wanatumikia viongozi wao, lakini hawakuwa wanatumikia wafanyikazi, hawakuwa wanatumikia wananchi. Naweza sema kwamba walisahau ya kwamba wananchi ndio wako na mamlaka na nguvu ya kuwaweka mahali ambapo walikuwa. Lakini watu wamefungua macho. Nashukuru hii mambo ya Gen Z kukuja iliweza kufungua macho ya wengi sana, na wengi wamejua, na itakuwa funzo kwa hata wale ambao watakuja. Hata yeyote mwenye atapewa kazi atakuwa anajua ya kwamba niko na watu ambao wananiangalia sana na wana matarajio kubwa sana kwangu, na nina uhakika kwamba tutapeleka nchi mbele. Na nchi itakuwa katika tajriba ambao tunataka ikuwe. Sijui Soi, wewe watarajia nini? Watarajia kwamba Gen Z mjumuishwe pale, ama watarajia kuona pia taswira, pengine sura za kisiasa? Maana kumbuka tumemwona Raila Odinga kwa sasa akishinikiza sana muhimu wa uwiano, na wengi wanahofia kwamba pengine sasa kutakuwa tena na ile taswira ya wanasiasa kurejea. Sijui watarajia nini wewe? Asante sana kwa kutupa hii fursa ili tuweze kuchanganua haya maneno. Kwa mfano, Raila kuja katika the picture na kuongea haya mambo ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu tumeona hili likitendeka kutoka serikali ambayo Mwai Kibaki aliingia, Uhuru Kenyatta akaingia, na tunamuona sasa. Hili ni mcheketo wa wana Gen Z, na vile walisema hatuna kiongozi.
Lakini tukikuja mbele tunaanza kujiuliza ni kwa nini kiongozi Raila aanze kuingilia kati ya haya maneno. Tumeweza kuuliza Rais William Ruto yale matakwa ambayo tunataka na ameanza kuyatekeleza. Kwa hivyo hatutarajii kuona wale ambao ni wanasiasa peke yake katika lile kundi, kwa sababu tunaona jinsi ambavyo lile cabinet lilitengenezwa ilikuwa kuweka wale ambao wangesaidia rais katika uchaguzi wa 2027. Lakini hili limeenda sasa katika upana mwingine wa tunataka watu ambao wanaweza kufanya ile kazi. Na kutokana na hilo nina amani na imani na rais kwamba anataka kututendea kazi kama wananchi. Na kuna ule uweledi wa kuchagua ni nani ataweza kumsaidia katika yale ya kutengeneza na kutimiza yale matakwa ambayo alituambia alipokuwa akikampeni. Hivyo tuweze kumpe wakati, na iwapo atatupatia mawaziri ambao tuwataki vile tulifanya na hawa, tutarudia bado. Naam. Manake Omondi ndilo chimbuko la haya maandamano ya Gen Z, na bila shaka likamshinikiza rais kuchukua hatua hiyo. Pengine wewe kwa mtazamo wako unadhani Gen Z waendelee na maandamano kwa mfano, ama ni wakati anavyosema wangempa basi rais muda ili afanye yale ambayo pengine yanahitajika, watu waangalie basi itakuwaje kwenda mbele? Waonaje wewe? Kwa mtazamo wangu naweza sema kwamba hata ngoma unapogonga ngoma na uigonge sana huenda ikapasuka. So naweza ambia Gen Z, kama mimi pia ni Gen Z, cha muhimu ni tuangalie kama rais atasikiza matakwa yetu. Na pia lazima tumpe muda. Mambo haya si kama kuenda kuchuna matunda, ni mambo ambayo watu lazima wakae chini, wachanganue, waongee, upate watu wenye wako na uweledi wa kutosha ndio weke chini. Cha muhimu ni alisikiza. Baada ya kusikiza ni nini atakayoyafanya. Shida yenye tunakuwa nayo na rais wetu ni moja. Rais wetu ni mtu wa leo akiongea hii, kesho anasema hii. Kitu kama hiyo inafanya Gen Z tunapoteza ile uamini ambao tulikuwa tunamwamini na utathmini na udhamini yenye tulikuwa nao kwake. Pengine hiyo ndio inaweza kuwa shida, na shida inatoka kwa wale ambao wanamsawishi rais. Wale ambao wamemzingira, ambao wanamwambia unafaa kufanya hii na hii. Hapo ndo pengine kunaweza kuwa kuna shida. Lakini mimi kwa Gen Z naweza sema kwamba ni vizuri tutulie kwanza kidogo, tuone ni nini ambao ametupangia, ni nini ambao ameyaleta. Na swala la ambao linasemwa tunataka hata Gen Z akuwe katika baraza la mawaziri, mimi sikubaliani na mambo kama haya. Kwa nini nasema ya kwamba tusikuwe na misingi za kisiasa, misingi za ukabila, misingi za tabaka. Iwe ni kama mtu amehitimu kufanya kitu, kufanya kazi, wacha akuje na atendewa Kenya kazi. Isikuwe ni Raila ameingia katika huu kitu juu anataka watu wake wafaidike. Hapana. Kumbuka Raila pia amekuwa mcheketo wa haki za kibinadamu kutoka kitambo sana. Hata yako na maoni, hako na watu ambao wanamfuata. Kila mtu ana maoni na kila mtu ana uwajibiko kwa maoni wake. Huwezi pinga maoni wa mwenzako ukifikiria yako ndio yako sawa. So hii kitu inataka watu wote. Tunataka Gen Z, tunataka wale wenye wako mbele yetu na tunataka wale wenye wako nyuma, ndio tupeleke nchi mbele. Ninafikiria hivyo. Muhimu sana. Lakini tumemwona kwa sasa, kama umefuatilia yale ambayo yanaendelea, Musalia Mudavadi ambaye ni waziri mwandamizi ndiye ametwikwa jukumu kubwa bwana Soi pale. Maana kumbuka kuna waziri yote ambaye yuko pale, iwe ni waziri wa usalama, waziri wa uchukuzi, mawaziri wote sasa hawako. Sijui wewe utasema nini kwa swala zima la Musalia Mudavadi sasa kutwikwa lile jukumu la kuangazia hata tunaposubiri baraza mpya kuteuliwa kwa mfano? Ni jambo zuri na hatuwezi likemea, kwa sababu yale majukumu ambayo mawaziri wengine wamekuwa wakifanya yanafaa kushughulikiwa. Na kwa mfano wakati mwingine Daktari Matiang'i alipokuwa katika ile wizara ya Interior pia alitwikwa jukumu la kuwa waziri wa elimu. So hili si jambo ambalo ni geni. Alafu kitu kingine kuongezea ni hizi wizara ziko na katibu
ambao wamekuwa wa kudumu ambao wamekuwa wakitekeleza haya mambo. So hao makatibu wakuu watakuwa wakipatiana ripoti kwa Musalia Mudavadi, na hivyo basi tutakuwa tuna jukumu na tunaweza hold him accountable kuwa uliambiwa hili na hili na katibu mkuu fulani, na kama kazi ni mingi jiuzulu, tuachie wengine. Na tungependa pia kuhimiza rais, ili tuone utendakazi wa mambo ambayo yanatendeka, aweze kuharakisha ili jambo la kuleta mawaziri wapya ili waweze kusaidia katika kuendeleza mikakati ya serikali. Bila shaka tutakuwa tunaangazia hilo baadaye kwa kina, mchakato mzima, ikizingatiwa kwamba tunamtarajia wakili hapa wakati wote kutoka sasa. Lakini tuzungumzie swala la haya maandamano ambayo wengi wajenzi wengi wanahofia kwamba kila siku wanaleta orodha ama mambo mapya. Sijui kama wewe umeona hilo. Lakini nyinyi kama wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Nairobi, pengine ni nini kile ambacho kinawasibu mnapoelekea kwenye maandamano? Kwa mfano, ni nini kile ambacho mmekuwa mkishinikiza kifanyike? Sisi kama wanafunzi wa chuo kikuu, sitaongelelea Chuo Kikuu cha Nairobi peke yake, vyuo vikuu kwa jumla. Kuna mambo mengi sana ambayo hayajakuwa yakienda sawia na matakwa ya mwananchi wa kawaida. Nikirejelea kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, utapata ya kwamba utendakazi haujakuwa poa sana. So mambo ambao tunapigania au tunataka yashughulikiwe ni tunataka ya kwamba wale watu ambao wamepewa wajibu wa kuyafanya kazi wafanye kazi jinsi ambavyo inafaa. Hakuna mtu ako kwa vita na mtu yoyote, na hii ni jambo ambalo hata jenzi wanafaa wajue. Hakuna mtu wako hapa kujionyesha kifua ni nani yako gwiji kushinda mwingine. Ni ile tu tunataka tuone nchi yetu ikiwa katika tajriba ambao tunaitaka, tajriba ya juu sana. Juu nchi yetu imeheshimiwa na manchi mengi sana, hata manchi za jirani zinaheshimu nchi yetu sana, na tunataka ikue hapo. Nitafurahia nikiona nchi yangu ikiwa katika ngazi za juu. Na hayo tu ndo tumekuwa tukipigania. Kuna mambo mengi sana. Kuna wanafunzi katika vyuo vikuu, wengi wao hata wako na shida sana kujiunga na vyuo vikuu kutokana na hii hali ya mchakato wa fedha, jinsi ambao mchakato wa fedha na kulipa karo kwa katika vyuo vikuu. Wengi wao wanasema kwamba ni jambo ambalo halieleweki vizuri. So serikali inafaa ikuje katikati na itupe mambo ambayo yanaeleweka. Alafu pia nikiongelea kidogo, mambo kama elimu yanafaa yawe bure, na hata kama si bure yawe katika gharama ya chini ambapo mwananchi wa kawaida anaweza. Unajua elimu ndio jambo la sawia ambalo linaweka watu wote sawa katika meza moja. Tukianza kuweka elimu ikakuwa kama ngao la kufanya biashara, itakuwa ngumu sana. Na nikinukuu tu Rais Mwai Kibaki, kuna siku alisema ya kwamba kupeleka nchi mbele au ili tuwezeshe kupeleka nchi mbele, lazima tuelimishe vizazi vijazo na vizazi vya sasa hivi. Ndio siku moja tutakuwa na watu ambao wanajua usoni kukue na nchi, kutakuwa na mustakabali wa kufurahia. Michael Soi, wewe kiongozi wa wanafunzi pale Chuo Kikuu cha Nairobi, pengine mnapoelekea kwenye maandamano, ni nini haswa kile mnataka kishughulikiwe? Manake pengine hapo ndio mara nyingi vijana majenzi hawaeleweki, kizingatiwa kwamba hakuna ule kiongozi ambaye ndiye sasa pengine anaweza kaenda pale kwa jukwaa ili aweze kuwakilisha zile sera zao. Ni nini kile kinamuumiza sana ule mwanafunzi? Kile ambacho kinaumiza wanafunzi ni usimamizi wa vyuo vikuu, usimamizi wa idara mbalimbali za serikali, usimamizi wa bunge, usimamizi wa sekta zote ambayo ni potovu. Kwa mfano, katika Chuo Kikuu cha Nairobi ambayo ni taasisi ya serikali ambayo iko na sheria zake, unapata kuwa wakuu katika shule yenyewe hawatilii maanani sheria. Kwa mfano, mwaka wa 2021 karo ya bweni ziliongezwa kutoka 6,000 mpaka 22,000. Na yale matengo katika mabweni ambayo tuko hayasawasishwi na yale ambayo tunalipa. Usafi pale haiko sawa. Na tunapojaribu kuuliza wanakandarasi ambao wanafaa kufanya kazi hii wanafanya kazi namna gani, hatuambiwi. Na hivyo basi kile jenzi wanauliza ni yale ambayo
wao walio katika uongozini wanaweza kufanya. Hivyo basi wakikosa kufanya, ndio maana unaona kuna shinikizo. They have the ability to do so. No. Lakini hawafanyi. Swali ni je, kama uwezi kufanya hii kazi, si ujiondokee basi, tutafute wengine ambao wako na uwezo. Alafu kitu ingine ni kwamba tunapoweka haya malalamishi yetu, wanasema wanaona ni kama sisi hatuna sauti. Na hawatilii maanani maneno haya. Na kuna vyombo ambazo vya uongozi, kwa mfano katika chuo kikuu cha Nairobi, baraza kuu, seneti, management board, lakini nataka kuuliza, yanafanya kazi yao, lakini wale ambao wanafaa kuadhibiwa kwa kukosa kutenda kazi wanaendelea kukaa pale. Sasa swali ni je, kuna ambao wako juu ya sheria ama mambo yanaendelea namna gani? Hatuyaelewi. Na kwa sababu hatupati majibu, inabidi sasa sisi kama Gen Z, kama wanafunzi, tuende barabarani, tuandamane na kusema haki yetu ni ipi na ipi. Na tumesoma sheria zote. Kutoka sheria za vyuo vikuu ya mwaka wa 2012, Charter ya University of Nairobi ya 2013, mwongozo Code of Governance. Tumesoma yote na tumejua yapi yako wapi, ni lipi linafaa kufanywa. Na tunapojaribu kuongea, tunaanza kuambiwa msiingilie maneno yale yako juu. Ni mcheketo upi wa kisiasa ambao unaanza kuingilia kati utendakazi wa wanaofanya kazi ya umma, ambao sisi ambao ni wananchi, wanafunzi, I can call ourselves the major stakeholders. Hatujumuishwi katika ule have the conversation ya haya mambo. Ndio maana inabidi tuende Occupy Towers, Occupy Parliament, Occupy Nairobi CBD, na umeona tukifanya hivyo wanasikiza. Na kama hiyo ni mcheketo ambao wanataka ndio waweze kutusikiza, basi hatuna budi kufanya hilo. Hamna budi kufanya hilo. Naona wakili tayari ameingia hapa, wakili Gibson Gesore. Karibu sana wakili. Asante sana wakili. Naam, bila shaka kabla tuingililie swala zima la maandamano ya Gen Z, na ikizingatiwa kwamba mojawapo wale ambao wanashinikiza ni maslahi bora, mazingira bora ya wanafunzi wa vyuo vikuu, pengine tulikuwa tuzungumzia swala zima la matarajio ya baraza la mawaziri ambalo Rais William Ruto atakuwa anateua Mola kipenda pengine wiki ijayo. Sijui wewe mwenyewe, kulingana na ile ambayo imekuwa ikitokea, tumemwona kiongozi wa Azimio Raila Odinga, kumekuwa kidogo na mgawanyiko pale kwenye muungano ule wa Azimio. Kuna zile tofauti ambazo zimeanza kuibuka, hususan Raila anapojitokeza na kusema kuna haja ya mazungumzo, kuna haja ya taifa kusonga mbele. Sijui wewe unatarajia yapi yajitokeze kwenye baraza hilo la mawaziri? Manake Gen Z nao, kanisa vile vile, ama dini wako na matarajio yao. Asante sana wakesho kwa kunialika kwenye issue ya leo. Yale ninatarajia rais aweze kufanya katika ile process ya kuwachagua wale ambao watamsaidia kama mawaziri, ni kwamba kunafaa kukua afuatilie ile katiba ya 2010 ambayo tunayo. I think ukiwasikiza wale vijana Gen Z na kila mmoja wa Kenya, ili tuweze kuwa na kazi nzuri, watu wameweza kusema kwamba wanatarajia rais afuate sheria. Kidogo kwa mara mingi tumeona akisema atafuata sheria, tunapata amefanya kitu kingine. So ya kwanza ni kwamba afuatilie sheria. Kuna ile chapter ambayo inaongelea watu waweze kukua, watu ambao wanafaa kukua mawaziri ama wafanyakazi wa serikali, kuna zile aiba fulani wanafaa kuwa nayo. Hiyo aiba lazima tuweze kuiona katika kila mmoja wa wale ambao wamechaguliwa. Ambapo tutapata kwamba ameweza pengine kulizimia macho vigezo fulani ambazo zinatarajiwa kuwepo, kidogo bado italeta taswishi, italeta mfurugo, italeta mambo na machafuko kama yale tumeweza kushuhudia hapo mbeleni. Rais pia mara ya pili anafaa kuwa angalie ile uso wa Kenya. Ikwe an inclusive, ile inaitwa an inclusive cabinet ambayo inaangazia zile jamii za Kenya, inaangazia zile pande zote, regions za Kenya, iweze kukua pale, ziweze kukua included. Kati ambao alichagua ile baraza lake la mawaziri, alijaribu, tunaweza kumshukuru, alijaribu, but kidogo kulikuwa na manunguniko kutoka pande mbalimbali kwamba kuna mali pengine wamepewa mingi kuliko pande zingine. Na yeye akainsist, akasema kwamba mama naibu wake akatuambia hii ni ya shares.
hii ni ya shares, so hatutaki mambo ya shares, tunataka kuwa wote wa Kenya. Ile shareholding ni kwamba ni wewe uko na ID na wewe ni Mkenya. Hiyo ndio shareholding ambayo tunatarajia kuona katika ile uchaguzi ama uteuzi wa baraza la mawaziri. Ya tatu ni kwamba achague watu ambao wana uwezo. Kidogo kumekuwa na tetesi kwamba yeye mwenyewe ameweza kulalamika kwamba wale ambao aliwachagua katika zile ministry alizichagua aliwapa huwa hawana weledi, hawana ile insight katika zile ministry ama utendakazi katika zile ministry mingi kumliko, na wao wanafaa kuwa principal advisors. Sasa huwezi kuwa una advise president kwa kitu ambacho uchui ama hujui ama ile mambo ambayo kidogo wewe mwenyewe kidogo yanakutatiza. So tuna expect kwamba asije pia kutulilia kutuambia watu ambao nimechagua hawezi. Achague, akuna muda, achague watu ambao wanaweza. Wakenya wale ni 54 million, huwezi kosa watu ambao wana ueledi ama ufahamu wa zile ministry ambavyo vile zinafaa kufanya. Ya mwisho ni kwamba pia angalie ile outlook ya wale watu. Unajua kuna ile outlook, mtu anaweza kuwa mwerevu, anaweza kuwa ana nini ile outlook, kwa sababu kulikuwa na ile shida ambayo kidogo ili baraza liliondoka, ni kwamba kulikuwa na wale walikuwa very rude. Very rude. So ile etiquette ama watu kuelewa kwamba wanafanyia Wakenya kazi ndio muhimu pia. So wale watu watachagua wasiwe na kiburi, wasikuwe na majifuno, wasikuwe watu ambao kidogo hawaambiliki, wasikuwe watu ambao kidogo ukiwaeleza ni kama wanakuambia wewe ujui. Wakenya hiyo ndio wataki, kwa sababu wanatarajia kazi iweze kufanyika. Na wasikuwe willy dealers. Kuna kwa Kiswahili sijui willy dealing inaitwa aje, but wale watu ambao kidogo ni kama wanatumia serikali kufanya biashara. Hilo ndio kidogo tutatarajia kuona. Na kidogo ameweza kuona yale makosa ambao wale ile baraza lake la mawaziri ambalo amelivunja walikuwa nayo. So zile tetezi zote zilikuwa zimejitokeza, tunatarajia kwamba ataziangazia ili aweze kufanya marekebisho. Lakini wakili, kabla tumalizie hoja hii, so lazima la sasa kumpatia Musalia Mudavadi ambaye sasa ndio waziri mwandamizi, amekuwa pale kama waziri mkuu na sasa ndiye anawajibika kwenye wizara mbalimbali pale. Sijui unaonaje, manake mchakato ni upi, pengine tutasubiri muda upi hadi kuteuliwa kwa baraza jipya la mawaziri kwa mfano, na wakati muda huo wote basi iweje, manake hakuna waziri? Kwanza ni vizuri umeuliza swala ambalo linahusikana na waziri mkuu Musalia Mudavadi. Kuna mambo ambayo pia rais pia anafaa angalie. Kama alikuwa analifunja baraza lake la mawaziri, anafaa kulivunja baraza lote. Mheshimiwa Musalia Mudavadi hangesalia. Na kidogo bado unaona Gen Z wana insist kwamba yule Musalia Mudavadi anafaa aondoke kama jana. Kwa sababu hana kazi yake. Hakuna haja uwatoe wale mawaziri ambayo kikatiba wameweza kujulikana kikatiba, na ukamwacha yule ambaye anakalia kile kiti ambacho hakifai, kiti ambacho kidogo akija angaziwa katika ile katiba yetu. So matarajio yetu ni kwamba kabla achague hilo baraza lake jipya, Musalia akuwe ameondoka na kukuwe na a new cabinet ambayo kidogo inaangazia ile constitutional threshold ambayo imewekwa na Wakenya wote. Kwa sababu ukiwa rais, wewe ndio yule unafanya vitu kidogo karibu na constitution na zingine kidogo unafungia macho kidogo. Hiyo ndio inaleta zile shida ambazo tunazo saa hii, kwa sababu itafika pia hata zile orders za court zikifika pia utasema hii nafuata, hii sitafuata. Hiyo ndio kidogo hatutaki. Tunataka full constitutionalism iweze kukua practice katika taifa letu. Na ya pili ni kwamba ili baraza ambalo kidogo tunalitarajia muda uwe ni mfupi. Muda ambao kidogo anafaa kuzingatia ni kama wiki 2 kutoka ule wakati
alitimua wale wengine. So ikizidi wiki mbili isipite mwezi mmoja, kwa sababu pia kuna zile kazi muhimu ambazo zile cabinets zinafanya, ama wale cabinet secretaries wanafanya. Kuna zile issues mingi zinahusu mustakabali wa taifa ambazo kidogo rais hawezi fanya, ama yule msali ambaye amesalia pale hawezi kuwa anaweza kuzitimiza yeye mwenyewe. Bila shaka tunapomalizia hoja hii, kabla tuelekee mapumzikoni, pengine Bwana Omondi, ni yapi ungetaka basi kuyaona ili asije akawafanya jenzi warejee tena kwenye maandamano? Maana kweli maandamano yanakuja na mambo yake, kuna hasara, kuna maafa. Pengine ni yapi pale unapotoa kauli yako kuhusiana na swala hili za mwisho? Ni kweli mambo ambayo yamekuwa yakiendelea hajakuwa mambo ambayo yamekuwa na matokeo mazuri sana katika nchi, hata hayapei nchi uso mzuri hata kwa nchi za jirani. Ningesema tu ya kwamba rais mwenyewe tukianza kubadilika tuwe watu wazuri, tunaweza sema ya kwamba wacha tukubaliane kufanya kosa sio kosa, lakini kurudia kosa ndio kosa. Rais akubali, awe mtu ambaye anakubali, asikuwe mtu wa kujipiga kifua akisema ya kwamba mimi ni profesa wa siasa. Kukuwa profesa wa siasa ni kitu tofauti sana na uongozi. Kwenye uongozi wa nchi wewe ni kama baba wa nchi. Baba wa nchi utasikiza kila mtu. Kuna mtu ako na fikra yenye inakinzana na wewe, kuna mwingine ako na fikra iko sawa sawia na wewe. Haimaanishi nikikupinga leo sikutaki. Tunasaidiana. Nikikupinga saa zingine nakupinga ndio uweze kuyajua yale ambao wale wako karibu na wewe hawawezi kukuambia juu wanatumika kama vibaraka vyako. Tunapoendelea mbele, ningependa kuambia rais ya kwamba achukue ule uso wa baba, akuwe na uso wa baba, awe mtu ambao anasikiza na ajue jinsi ambao anaweza kuhifadhi. Baba kumaanisha baba Raila ama baba mzazi? Baba wa kisiasa. Baba mzazi. Siwezi ongelelea kumaanisha baba Raila, na nimesema ya kwamba atoke katika siasa. Wakati wa siasa uliisha. Tukiongelelea baba Raila tunaongelelea siasa sasa. Jambo nzima la siasa na kupiga siasa, kujipiga kifua, mimi ndio profesa wa siasa, haiwezi saidia. Sasa amekuwa rais. Akiwa rais, yeye sasa ni kama tunasema yeye ndio sanaa wa, tuseme ni kama sanaa kikubwa sana ya kitaifa, kioo cha taifa kubwa sana. Anafaa angalie hata yale mambo ambayo anasema, anafaa yaangalie kwa kina sana kabla ayaseme. Asikuwe ni yeye ule rais, asikuwe ni yeye ule mwanasiasa mwenye alijua kupanga mambo yake na mikakati na kila kitu. Tunasema kila siku hata pwagu saa zingine upata pwaguzi na gwiji upata gwiji ambaye ako na ustadi wa juu sana. Hii dunia watu kinzana na watu ushindana. Kuna yule ambaye anajua hii, kuna yule ambaye anajua hii. Wakati ambapo tutakuja tukae chini kwenye meza moja. Hata jenzi, mimi naweza sema hata jenzi wakipigana hawakukuwa wanapigana ili watafute nafasi. Unajua tukipigana ili tutafute nafasi itakuwa ya kwamba tumenunuliwa ndio tukue hapa. Hatukukuwa tunapigania nafasi, tulikuwa tunapigania mambo yatendeke jinsi ambavyo tulikuwa tunataka yatendeke. Juu tulipigia serikali kura, kuna watu walitoka wakaenda wakapiga kura, kuna mambo ambao walikuwa wanataka waone yakifanyika, lakini zilienda segemnege. Mambo mengi sana yalienda mrama. Sasa anapokuja na waziri mpya, akuje na watu ambao wanajua kile ambacho wanakifanya, watu ambao wanaamini kutumikia wananchi. Wasikuje na watu ambao wanataka kujiwekea. Shida kubwa sana ambao tuko nao katika hii nchi ni ubinafsi. Kila mtu anataka wapi ya kwangu. Unafanya biashara mpaka na serikali. Wewe ni kama mfanyikazi wa serikali na unafanya biashara na serikali. Hapo hatuna nchi ya kuongelelea. Mambo kama hatuna nchi ya lakini wakili, kabla tulikuja kwake Soi, itawezekana kweli kupata hawa wazalendo, watu ambao hawana ule ubinafsi jinsi mnavyosema? Itahitaji nini? Maana kwa wakati mmoja wiki jana tumemwona rais mwenyewe akiwaambia Wakenya mniweke kwa maombi, mnisaidie jamani nipate baraza ambalo litaweza kuendesha taifa vizuri. Itakuwaje? Maana siasa ataweza kuachana na swala zima la siasa, achukue watu ambao kweli ni wazalendo, wachapa kazi? Itawezekana? Itawezekana. Kulingana na mimi inawezekana, na lile ambalo rais ameweza kufanya kwamba ombewe ni muhimu, kwa sababu ukiwa kiongozi lazima unahitaji maombi.
ni muhimu, na ninamshukuru rais kwamba ameweza kufahamu kwamba kazi yake sio rahisi, sio ile ya kupanga watu na waambia nitatenga hii nitapanga hii kidogo hii kome pale, ili aweze kuhitaji ile usaidizi wa Mwenyezi Mungu. Na amesema Wakenya watamuombea. Kenya ni taifa ambalo kidogo linamhezi Mungu sana na watamuombea. Sasa ikiwa kwamba watamuombea, yale ambayo Mungu atamuonesha ni kwamba aweze kuwasaidia Wakenya kufanya vitu ambayo kidogo inauzisha Wakenya. Kwa sababu ile Wakenya wanataka ni kwamba sio kuwapanga, wanataka ile mambo ambayo kidogo wanaelewana kwanza yeye ayafanye. Si asije akafanya mambo ambayo kidogo amepanga kwa akili yake na kuambia sasa hii ndio nimewapangia nitawafanyia. Huo uongozi ni uongozi ambao uliisha kwa miaka ya nyuma. Uongozi ambao uliopo sasa ni ile kuna mtu jana nilisikia akisema hii era tumefika ni ya co-presidency. Rais ako pale na Wakenya wako pale. Mnaelewana ile mambo ambayo kidogo atatekeleza. Sasa lazima akubaliane na huo usemi, na ili aweze kuwa na hiyo ufahamu ya kuwataua. Wakenya wako wazalendo. Uzalendo ni kwamba tuko na constitution ambayo kidogo inaangazia kila suala la uongozi. Na ile Kenya, Wakenya wamekuwa kiinsist ni kwamba fuata constitution, usije ukaimplement constitution partly mahali inakusaidia na mahali ikusaidii kidogo na iondokea. Hiyo ndio imeleta shida. Tukiwa na viongozi ama mawaziri ama rais ambaye anafuata constitution from letter A to Z, hatutakuwa na shida. Kama kuna shida iliyopo itatokea pale, tutakaa chini tuitatue. Lakini kabla hatujafuata constitution, kabla hatujaitimiza, hatujafuatilia zile vipengee kabili ziko kwa constitution, sio vizuri mwanze kufanya ile abrogate ile constitution, alafu mtuambie mkuje tukae tuongee. Tunaongelea nini? Unajua hilo ndio masuala Gen Z wanauliza. Tunaongelea nini? Ile constitution ambayo kidogo tumewapea mtumie amuitumie. Si muitumie kwanza, ikishindikana kama kuna mstakabali pale ndio tutakaa tuongee tuseme hapa tunaziba vipi. Sasa hiyo ndio kidogo Wakenya wanatarajia. Asante sana. Bila shaka mtazamaji, nataka tuelekee mapumzikoni. Tukirejea tutakuwa tunaangalia mustakabali wa maandamano ambaye yamekuwa tulishuhudia jana. Miji tofauti, miji mingi ilikuwa na hali shwari. Tutakuwa tunazungumzia hilo ikizingatiwa kwamba kaimu Inspector General wa polisi alikuwa ameyaharamisha maandamano yenyewe akisema mara nyingi hayana viongozi wa kuyasimamia na hivyo inakuwa vigumu kidogo basi kujua watakuwa pengine wanakabiliana na nani ama wanazungumza na nani. Nataka tuelekee mapumzikoni mafupi. Unaendelea kutazama jarida mtazamaji, tunarejea kwenye muda usiokuwa mrefu.